Wanafunzi wa mwaka wa 4 wa Jumuiya Zawiyatul Qadiria Tanzania iliyopo Welezo Zanzibar wameagwa rasmi katika hafla maalum iliyofanyika ndani ya msikiti Ngamia uliopo Welezo. Hafla hiyo iliambatana na usomaji wa risala iliyoeleza historia, mafanikio na malengo ya Mahdi pamoja na nasaha mbalimbali kutoka kwa walimu na viongozi wa Mahdi. Tunafahari kutaja kuwa na sisi ndio wanafunzi wa mwanzo katika Mahdi hii ya Jumuiya Zawiyatul Qadiria Tanzania kuanza selebasi mpya ya masomo iliyoasisiwa na shekhe wetu Sheikh Muhammad bin Nasr bin Abdullah al-Qadiri, na tumepata faida zake nyingi. Pia tunafahari kutaja kuwa mwaka huu tunataraji kuhitimu wanafunzi 19 wenye taaluma ya dini ya Kiislamu kama vile fani ya fiqhi, tasawufi, malezi ya kitarika na fani nyinginezo. Pia tumeweza kupata malezi ya kitarika chini ya mlezi wetu wa Jumuiya Zawiyatul Qadiria Tanzania. Vile vile tumeweza kupata semina mbalimbali za mafunzo ya kidini, kitarika na kuweza kushiriki shughuli za kijamii kama vile itikafu, hadhara na shughuli nyinginezo. Tunakumbwa na changamoto kukosa kuitumia maktaba kwa ajili ya kujisomea zaidi, ukosefu wa vifaa vya bweni kama mfereji, madirisha na kadhalika. Maombi yetu, tunakuomba mlezi wetu, kwa nafasi yako, heshima yako katika jamii, tunakuomba utusaidie kutafuta wadau na wahisani ambao wataweza kutuboreshea mazingira ya kujifunzia katika mahadi yetu hii. Lengo la wanafunzi kuwasomesha hapa ni kwa ajili ya kwenda kuitetea tarika, ndio kubwa hilo. Hatusomeshi wanafunzi hapa kwa ajili ya kwenda kufanya biashara, wala hatusomeshi wanafunzi hapa kwa ajili ya kuwa mafundi wa umeme. Kama akiwa na utaalamu wa umeme, lakini sio kwamba ndio specialisti, lakini ni ujuzi ambao utaweza kumsaidia zawiani. Feni likiwa haliendi, limeharibika, basi anaweza kulitengeneza, lakini yeye mwenyewe ni specialisti katika masuala ya ualimu. Kwa hiyo tunasomesha ualimu na wanafunzi wetu wote hapa wakitoka wanakuwa ni walimu. Kwa hivyo wao wamekuja hapa ndio umeanza kufungua ukurasa wa kusoma. Usije ukasema kama tayari ushasoma. Na ukija ukisema mimi leo nimejua, basi siku hiyo ndio umeanza kuwa mjinga. Sisi tumeelewana eh? Kwa hivyo wale ambao wanakusudia kuendelea kusoma wazidi kuendelea kusoma, lakini kusoma kunatakikana kuendane na adabu, na miongoni mwa adabu kufuata utaratibu wa kila sehemu ambayo utakayokwenda kusoma. Ufuate utaratibu, ndio sharti la kusoma hilo. Kama hukufuata utaratibu, wewe utakosa hiyo elimu, au hata kama utaipata elimu yako itakuwa haina baraka. Na elimu yako ikiwa haina baraka ni msiba mkubwa. Bora uwe na elimu ndogo lakini ina baraka, kuliko ukawa na elimu nyingi lakini ikawa haina baraka. Haya maneno wametuambia mashekhe wetu wa hapa na mashekhe zetu ambao wametusomesha nje ya nchi, pia wametuambia maneno haya. Tunalea vijana na wengine tunapokea. Heshima ya serikalini pia inanisaidia. Vijana wanapotokezea na matatizo, tunajaribu kutatua changamoto hiyo. Tunapenda kila kijana anokuja awe na kitambulisho kutoka kule anakotoka. Hili ni jambo muhimu sana. Uvumilivu muhimu. Chakula kinachopangwa ukapewa, sisi tunataka msije mkafa tu. Ama ile kupewa egg chop, sijui upate chungwa, sinui juisi, hivyo vikija sema alhamdulillah. Sijui tumefahamiana. Lakini cha msingi hapa, wewe hasa tunataka usije ukafa, upate hii ilmu. Hayo utakuja kuyapata huko utakaporejea baada ya kushakufika katika uwanja wako. Nimweleze Sayyid Abdul Qadir kidogo tu. Yeye alipewa mwanafunzi akamlea, yeye baadaye tayari
kashatoka katika mambo yote ya mashaka hayo. Lakini ndani ya Qur'ani, laqad lakina fi safarina hadha nasaba, tumepata mtihani. Na Sayyid Abdul Qadir huyo Khidr alimtia mtihani mzito sana, lakini alipokuwa tayari ashakuwa bwana analea. Basi kuna kijana mmoja alikuwa Khalid, mama yake kamleta, alikuwa mnyofu. Sayyid Abdul Qadir akishakula ile nyama zilizobakia ndo anapole kijana. Mama yake alipokuja akaona vile, aliniambia nipe mwanangu. Kwa nini wewe unakula kuku, mwanangu unampa mifupa? Basi pale Sayyid Abdul Qadir alidhihirisha makarama, akamwambia nampa kwa sababu mimi nilipata shida na yeye nataka apate shida. Fikiria wali, idha ahabba Allahu 'abda kalam yasma tafarwa, Mungu anapompenda vyake wanamletea mtihani ili apate kufikiria hilo lengo. Sasa madamu namtaka mwanao, mchukua na huyu kuku tulokula huyo hapa, pale ile kuku akawa mzima, akaambia chukue na mwanao huyo mwende pale. Ile hali ile ya karama kuonekana kuku aliwa, akarejea tena yule mama akashtuka, basi usamehe sio nini, mwacha bakie, mimi nafanya afikirie na yeye kama hivi. Huko mnakokwenda kama mlivyoambiwa kwamba hapa mmesomeshwa ilmu, lakini lengo sana ni swala la twarika. Kwa hiyo mnachotakiwa nyinyi ambao mshafanya mtihani mkaenda huko katika mwaka huo mmoja ambao mnataka kufanya watadirisi, lakini hata wale ambao tayari ndio wako katika darisi, wapo wengine hapa, wapo vile vile wanitazama na waona, tunachotakiwa wanafunzi tuondoke hapa tuwe tuna kitu kimoja tu, mwende kuitumikia twarika, halafu twarika itawatumikia nyinyi. Ukishaitumikia twarika vile ipasavyo, basi itafika wakati twarika itakutumikia wewe vile vile ipasavyo. Nimeona risala hapa kwa ufupi au kwa haraka, nimeona katika swala la changamoto, kwa sababu sana kwenye risala kuna mambo ya changamoto. Niseme swala la maktaba, inshallah tutakaa na viongozi tualifikiria na tupate ufumbuzi mzuri kama hivyo ambavyo mlivyoomba. Ni hadhara ya kwanza tukiwa tuna mlezi wetu mpya, mlezi mwingine ambaye kamrithi Said Uthman tunaye, tunashukuru kwa hilo pia. Lakini pia nikushukuruni sana kwa kuhudhuria kwenu, yani kama msingehudhuria ningejisikia vibaya, lakini shukrani za kipekee zimwendee shekhi langu hapa Said Umar, pamoja na hali yake, lakini amekuja vile vile tumehudhuria naye kupata baraka zake. Kwa hiyo tunashukuru alhamdulillah rabbil alamin. Lakini wakambieni kwa ukweli, hasa mimi nilikuwa kila nikiangalia ukumbi huu naona mbona watu kidogo, shughuli ni watu, bila watu mambo yanakuwa hayendi. Lakini alhamdulillah kila mkiukaza ukumbi naona raha, maanake vijana safari tumejiandaa, sio mchezo. Swalla ala nabii, tumeziweka zile hizo za kilo 50. Kwa upande wao wahitimu walieleza furaha zao kwa kufanikisha masomo yao, wakiahidi kuitumikia elimu walioipata, kueneza maadili mema, kuhubiri amani na kuendelea kuitumikia jamii kwa uadilifu na uaminifu. Furaha zinaonekana, wenyewe Waarabu wanasema kwa as-sayha biqadri al-alam, yani maumivu au kilio kinakuwa kwa kadiri ya maumivu mtu aliyopata. Kwa hiyo na sisi hata unavyoona furaha yetu, na hii furaha niliyokuwa nayo ni kwa vile nilivyokuwa nimemaliza chuo na istifada ambayo nilikuwa nimeipata katika chuo hichi. Shughuli yetu hii ambayo tulifanya hivi leo, kwamba shughuli na madhumuni ya kuaga, ila lakini tunashukuru sana kwa kupata taaluma za hapa mahadi tulizozipata. Kwa hiyo mahadi hii imejikita sana kufundisha masala ya twarika, na hivi sasa tunakusudia kwenda madhawiani huko kwenda kuieneza twarika na kuifanyia kazi kwa yale ambayo tuliyofundishwa. Nashukuru sana, nafurahi sana kwa kuhitimu haya masomo yetu ya miaka 4. Alhamdulillah, sina budi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukizungumzia furaha kiujumla hasa haionekani, isipokuwa vitendo vya furaha ndio vinaonekana. Na mimi alhamdulillah kuna namna ninavyoonekana pia na bashasha kubwa sana ya kumaliza. Na pia kwangu mimi kilichobakia hapa ni kufanyia kazi kile ambacho nilichojaliwa kukipata, na alhamdulillah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, taufiki yake, basi nitakifanyia kazi kile ambacho nimekipata alhamdulillah.
Kutoka Masjid Ngamia uliopo Welezo Zanzibar, Masudi bin Ali, Jai Online TV, wema kwa vitendo.